wote sisi tusingekuwepo hapa. Na nyie madaktari, wauguzi, mnajua watu ambao wana hali sio ya kawaida wako kwenye maodi yetu na mnawatibia. Hasa jambo la afya ni jambo muhimu sana kwa binadamu. Yako magonjwa mengi tu. Profesa hapa nikimuuliza Masaya ataniambia, au nikimuuliza daktari ataniambia. Lakini swala la ugonjwa wa moyo ni ugonjwa mkubwa sana. Sasa profesa, wewe kwa ubunifu wako na wenzako mmeweza kuifanya hospitali ya KCMC kupiga hatua kubwa sana. Mmekaa mkabuni jengo lile pale la saratani, leo mmebuni jengo la ugonjwa wa moyo. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alivyoingia madarakani alihakikisha kwamba huduma za afya zinaimarika. Na ndio maana tumeboresha huduma za afya kwenye wilaya zote za mkoa wa Kilimanjaro. Mheshimiwa Rais ameleta fedha, daktari hapa amesema tumejenga hospitali mpya za wilaya 5 kati ya wilaya 7 za mkoa wa Kilimanjaro. Na hospitali hizo, kila hospitali ina zaidi ya thamani ya bilioni 2.5. Yaani hiyo ni awamu ya kwanza. Lakini tumepeleka vifaa tiba, tumepeleka madawa katika hizo hospitali. Tumejenga vituo vya afya kwenye wilaya zote. Tumejenga zahanati. Kwa nini Mheshimiwa Rais anafanya hivyo? Ili wananchi wa Tanzania wapate huduma bora za afya. Profesa Kajiru ametueleza vizuri sana. Na tunakwenda tukiwa na majengo mazuri kama haya, tukiwa na vifaa na wataalamu tunao, magonjwa haya yatapungua kwa kiasi kikubwa. Na kwa nini? Yaani tukiulizana hapa utaambiwa mtoto mdogo ambaye amezaliwa hana hata miezi 3 akipimwa utaambiwa na ugonjwa huu. Sasa Profesa Masenga, lazima tuangalie nini tatizo. Kwa hiyo utafiti unatakiwa kwa kiasi kikubwa ili kujua kwa nini. Ni ya kipekee kabisa ni afya. Hakuna mbadala wa afya. Sisi sote tuko hapa kwa sababu kwa namna moja ama nyingine afya zetu ni nzuri. Lakini pasingekuwa na afya nzuri, story ingekuwa ni tofauti. Kwa hiyo afya ni hazina, ni rasilimali kubwa sana kwa maisha ya mwanadamu. Kutokana na umuhimu hiyo wa kuwa na mtazamo huo kwamba afya ni kitu kikubwa, ni kitu chenye thamani kubwa, ndio maana serikali ya awamu ya 6 kama alivyozungumza Raimo wetu hapa imetumia fedha nyingi kuwekeza katika sekta hii ya afya. Na wala hatuoni ajabu sasa kwa hospitali yetu hii ya KCMC kuja na mawazo kama haya kwa ajili dhana hiyo ya kuhakikisha kwamba afya za watu wetu zinaendelea kuimarika na zinaendelea kuwa bora. Na katika kiungo ambacho kina umuhimu mkubwa sana kwenye afya ya mwanadamu ni moyo. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kutoa shukrani za dhati kabisa kwa uongozi wa hospitali hii ya KCMC. Profesa, tunakushukuru sana kwa wazo hili ambalo mmekuja nalo la kuboresha na kuimarisha kituo hiki cha moyo ambacho kukamilika kwake
itakuwa ni msaada mkubwa sana, sio tu kwa wananchi wa ukanda huu wa kaskazini, bali katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Samahani kwa iliyotokea, lakini tunaendelea. Nimesema itakuwa na cath lab 2, lakini vyumba vya wagonjwa mahututi, kutakuwa kuna vyumba vya wagonjwa wa nje ambavyo kwa watoto na watu wazima, na zile sehemu zote ambazo zinasaidia katika tiba ya moyo. Kwa hiyo kama unavyoona ni taasisi, tunajenga taasisi ndani ya hospitali, ni hospitali ndani ya hospitali, ni mradi mkubwa sana. Na bali na hiyo, sio ujenzi tu, tumeshafanya jitihada kubwa za kuendeleza wataalamu. Kama Profesa Kajiru alisema, tunawashukuru wenzetu wa Global Heart Institute kutoka kule Marekani, lakini vile vile na serikali yetu katika jitihada za kuendeleza wataalamu. Tumeshasomesha wauguzi zaidi ya 10 katika mambo ya critical care, lakini kuna timu ya madaktari bingwa wako India, wako 5. Madaktari wa magonjwa ya ndani, madaktari wa upasuaji na madaktari wa usingizi wako wanasomea mambo ya kutibu moyo. Kwa hiyo hivi vyote vinaendelea. Na tunategemea kutoa tiba kamili ya moyo, yani comprehensive cardiac care kwa wananchi wa kanda ya kaskazini. Kwa sasa kutokana na projection na gharama za mradi huu awali zilikuwa ni bilioni 12.2, ambapo washirika wetu wameahidi kuchangia zaidi ya bilioni 10, ambao ni sawa na asilimia 75 au 80. Na tayari ujenzi huu umefikia kama asilimia 40, lakini sasa kwa sisi wa Tanzania tunahitaji vile vile ni zaidi ya shilingi bilioni 3 kwa ajili ya ujenzi huu kamiliki. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama Dr. Kajiru alivyosema, magonjwa ya moyo ni miongoni mwa magonjwa yasiyoambukiza NCDs ambayo yanaongezeka kwa kasi nchini mwetu. Hivi sasa wagonjwa wengi hulazimika kusafiri kwenda Dar es Salaam kwenye taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, jambo ambalo linasababisha msongamano mkubwa pale JKCI, lakini vile vile gharama kubwa kwa familia. Na kama Profesa Kajiru alivyozungumza, si rahisi kwa mtu ambaye anaumwa kumsafirisha kwenda Dar es Salaam, ni gharama. Wengi wanashindwa, na kama unafahamu, kama mtu anaumwa moyo asipoweza kwenda Dar es Salaam, wengi wanapoteza maisha. Pelekea sisi kama Tanlink Healthcare Foundation kuunga mkono jitihada za ndugu zetu wa KCMC kuhakikisha kwamba tunakwenda kulifanikisha hili ili tuweze kuwahudumia Watanzania. Watanzania wanahitaji huduma, na huduma hizi tukiziachia au tukiachia serikali pekee hatuwezi kufanikiwa. Ni lazima sote tushirikiane, nchi yetu sote, na kila mmoja ana wajibu kuhakikisha kwamba anasukuma gurudumu ili kila mmoja aweze kunufaika na matunda na faraja ya nchi. Ndugu mgeni rasmi, sisi kama Tanlink tumeliona hilo, kwa kushirikiana na ndugu zetu ndio tukaja sasa na kampeni hii ya 90 for the Heart. 90 for the Heart, ukiangalia hapo 90 kwa maana yake tunamaanisha siku 90. Siku 90 hizi tutakuwa hatulali, tutapambana kuhakikisha kwamba tunaenda kuisaka hiyo dola milioni 1 inapatikana, ili tumalize katika hatua ya awali, wakati huo tukijipanga katika hatua ya pili ya kuweka vifaa pale ndani. Katika siku 90 hizi tumesema tutakwenda kuyagusa makundi 4. Wale ambao Mwenyezi Mungu amewaajalia kipato, lakini tutakwenda kugusa corporates watusaidie, na 3 tutakwenda kugusa mashirika ya kiimani. Na bahati nzuri juzi tulikuwa na mwenyekiti wa kamati ya maridhiano, na tuna ahadi na mufti wa Tanzania kwa ajili ya kwenda kumrekodi kwenye ile documentary yetu itakayokwenda hewani kwa kuhamasisha watu wachangie.
Hii inamaanisha kwamba hili si jambo la kiimani wala si jambo la kikanda, bali ni jambo la kitaifa. Na najaribu kusema hivi, niseme kwa nini tunahitaji huu mjengo, kwa nini tunahitaji hii aina ya tiba, kwa nini tunahitaji kukinga. Kwa sababu kwa huu mjengo tunategemea, tunaita ile itakuwa ni comprehensive. Yani tunaangalia kwa kuzuia, kuchunguza na kutibu. Lakini tutaongeza vile vile kufundisha, tutaongeza vile vile kufanya utafiti. Yote hiyo ni katika kufanya jamii ya kanda ya kaskazini ipate hauweni katika haya magonjwa ambayo hayaambukizi, hasa magonjwa ya moyo. So mjengo ndani yake, na kama waliotembelea washapata muhtasari kidogo wa kitu gani kinafanyika huko ndani, lakini kutakuwa kuna vyumba. Cha kwanza cha muhimu ni cha kufundishia. Kutakuwa kuna vyumba vya wagonjwa wa nje, kliniki. Kutakuwa kuna vile vile operation theater kama 2, lakini kuna chumba kimoja cha kufanyia tiba ya matundu. Unatumia tundu tu kwenye damu, unapeleka mrija, unaenda kutibu kabisa shida ya kwenye moyo. Na saa zingine unaweza hata ukabadilisha valve kwa wale wenye matundu, labda matundu ya kwenye moyo yanazibwa, kama ni valve inabadilishwa kabisa.